Wewe ni nani? Halo? Ni lazima upimwe upime. Ukishapimwa hapo ndipo Mungu atajivunia kwamba kweli huyu ameokoka. Hata shetani akuja kutafute namna gani, ni lazima Mungu kule kwenye iko atajipiga kifua, atasema kwamba hapo sina wasiwasi kabisa. Amen. Amen. That's so sweet. Sio unaenda kufanya amen. Sio unaenda kule. Lazima upimwe. Kwani kule mmoja atamini aje kama kweli Yesu unampenda? Lazima upimwe. Lazima pawepo vijana ambao watakuja wakujaribu. Amen. Tofauti sasa ya wanawake wengi na wadada wengi, wanapotongozwa sana wanajua kwamba wao ni beautiful. Wamama wadada, kutongozwa sana haimaanishi kwamba wewe ni kiana kuliko malaika. Hapana. Amen. Unapotongozwa sana inamaanisha uko kwenye kipimo, uko kwenye mtihani. Kama neno la Mungu linasema usitamani, ama neno la Mungu linasema usifanye tendo la ndoa kabla hujaingia kwenye ndoa. Amen. Sasa vijana wanapokutongoza sana inamaanisha uko na pimwa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba wewe ni beautiful sana. Unaweza kuwa mrembo, lakini vijana wanapokufukuzia sana inamaanisha uko na pimwa imani. Si sawa? Watu wako kwenye ndoa, unajua kwenye maisha kuna kitu ambayo mwanadamu tunapaswa kuelewa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya watu kutokuelewa neno la Mungu, kutokumjua Mungu. Utakapomjua Mungu kweli, hautawahi kuwa na wasiwasi na mke wako, hautawahi kuwa na wasiwasi na mume wako. Amen. Kwa sababu Biblia inasema ndoa iheshimu na watu wote. Kwa hiyo mwanamke ambaye ameolewa, mwanaume ambaye ameolewa anapewa kibali kikubwa mbele ya Mungu. Amen. Hakuna mahusiano ambayo yanajulikana mbele za Mungu kama mahusiano ya ndoa bibi na bwana ambao wamefunga ndoa. Hiyo hata Mungu anaheshimu. Hata Mungu mwenyewe anaheshimu. Amen. Biblia inasema kwamba mbele ya mke kufanya mafungo ama mume kufanya mafungo, ni lazima kwanza aikale na mwenzake, wakubaliane, bwana mimi nataka kwenye mafungo, je, uko tayari? Amen. Asema wakubaliane kwanza. Kama mke akikataa, mwanaume hawezi akafunga ama mwanamke hawezi akafunga. Ni lazima pawepo makubaliano. Inamaanisha hata Mungu anaheshimu ndoa. Lakini wapi kwenye sijaga sehemu anasema mbele ya boyfriend na girlfriend kusema wafanye mafungo mpaka kwanza wakubaliane. Wapi unasikia? Ni wapi umeona? Inamaanisha kwamba nini? Mungu anaheshimu ndoa. Kwa hiyo mke wako kama utakapolewa mume wako, kuwa na amani ukijua kwamba kama huyu anasema nampenda Mungu, wacha apimwe imani, wacha ajaribiwe. Mnapoona masimu napigwa sana, usiende nani huyu? Acha hivyo. Mwache vile. Kwa mama kwa baba mke wako anajua password ya simu yako? Mke wako anajua password ya simu yako? Ifike muda kamata simu yako, ambia mama, leo mimi nimechoka kutumia simu. Kamata simu yangu hii nibakiana nayo. Wote watapiga simu, kamata, pokea. Ili mke wako naye mara atakuwa awe na amani, roho itulie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna pressure ya kwanza ambayo inakuaga. Kwenye maisha hakuna pressure ya kwanza ambayo mwanamke anakuaga nayo. Kama akisikia hapa na hapa simu mmoja. Hata iko wapi? Atakuwa tu mrefu. Amen. Kwa mama mimi nasema huko. Mimi nasema huko. Ni lazima ifike muda mpatie bibi yako, mpatie amani ya moyo. Maana ile ni mfupa yako. Ile ni nyama zako. Ule mbele za Mungu, hata Mungu naye apiga sauti anasema hii ndoa mimi naheshimu. Amen. Hata chochote Mungu atafanya
anapiga kwanza break. Anasema ile kwanza na ile shida. Amen. Kwa hiyo wamama, ili nao wawe na amani. Ifike muda wa naume tukamate simu zetu tuachie wake zetu. Tuambie ewa ni mama, leo mimi sina muda na simu. Kamata wote, atapiga simu, chukua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wamama wangapi wanajua benki za waume zao? Wangapi wanajua benki za waume zao? Eti papa anaonyesha cheki. Ile cheki akipokea anaonyesha. Kuna wamama wengine. Kuna hawa viungo wanaitwa wamama, wanawake hawa. Shida. Wababa. Wamama, ukiona mwanaume anakaa kimya, si kwamba aseme hapendaki kusema. Anakaa kimya tu, unajua akifungua kinywa moto itawaka kule bongo. Kuna hivi viumbe wanaita mwanamke wanasema aya. Bwana asifiwe. Sasa ifike muda, ingia kwenye kipimo, maana utakapopimwa ili Mungu naye awe salama, ili mume wako awe salama, ni lazima kwanza na wewe upimwe. Ifike muda wanaume tuachie wake zetu. Tuachie liberty kwanza. Ili na sisi tuwe na salama, tuachie liberty. Mwambie mama leo mimi nataka nitoe out. Tena uende tu mwenyewe. Mimi leo nasikia miguu na niluma. Leo sina nguvu ya kutoka nje. Mpatie kadi yangu ya benki, mwambie mama enda. Enda na wewe sasa. Enda ufanye mambo unajisikia. Mupe liberty. Wamupe tu liberty. Mupe liberty, mwambie mama kadi ya benki enda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Halo. Bwana asifiwe. Ifike muda kamata kadi ya benki, ambia mama kamata kadi ya benki ndio ipaswe unajua. Enda. Bwana asifiwe. Na wale leo. Weka mpato. Halo. Bwana asifiwe. Bwana wangapi kama tayari? Kwa hapo atazama kadi ya benki. Halo. Sema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema ili kusema usimame imara na Bwana, ni lazima upite kwenye mtihani. Si sawa? Maana majaribu, Mungu anasema kwenye ile majaribu, na Mungu ameweka mlango ya kutokea kwenye ile majaribu. Kwa hiyo kuanzia leo uwe mwanadamu aina yoyote, utakapojaribiwa usikate tamaa. Usianze kulia, ukilia Mungu anakukwaza. Kuna watu wengi wanadhania kwamba kulia siku na mchana ndio Mungu atawasikia. Hapana, ukajumisha kichwa kule. Wacha hizo mambo ya watoto. Wapi kwa shule na Biblia Mungu anambia mtu ungela kusikia mpaka ulie. Wapi unasikia? Halo? Wapi umesikia kwenye Biblia Mungu anasema ili nisikie mahitaji yako lazima ulie? Wapi umesikia? Wacha kujipasua kichwa. Ama sio kusema shida usiku na mchana ukilalamika sana ndio Mungu akusikie. Hapana. Wewe utakapofikia kwenye majaribu, aina majaribu yoyote, enda kwenye neno, fika kwenye neno, soma kitabu ya Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Inasema nini? Utakaposoma hapo, nenda kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 10:32 mstari wa 7 inasema nini? Utakaposoma hizo neno mbili, haki ya Mungu inakwapia, roho yako itatulia. Roho yako itakuwa na salama. Kwa sababu utajua kwamba neno la Mungu linasema ni lazima mwanadamu ajaribiwe. Lazima upite kwenye majaribu. So kwa hiyo wewe majaribu yanapokujia, soma neno la Bwana ili upate kuelewa. Amen. Mungu awabariki. Amen.